Na mnahakikishaje kwamba wagonjwa wanatumia dawa kwa usahihi? Kuna wale ambao anakuja tu na ugonjwa mara moja anaondoka. Mfano mtu ameumwa malaria, anapewa dawa ya malaria anaenda, lakini kitu cha kwanza tunachohakikisha anakunywa dawa sahihi kulingana na ugonjwa ambao yuko nao. Kwa hiyo tunahakikisha anapata dawa sahihi, lakini anainywa katika kiwango sahihi. Tunasema yani dozi sahihi kwa muda sahihi na wakati sahihi, na hivyo vinatumika kwa kumpa elimu na kumwelimisha kabla hajaondoka pale usoni kwako. Lakini tuna wagonjwa wale ambao tunasema wa kliniki ambao wanaenda na kurudi. Wanaenda wale ambao wanaumwa yale magonjwa ya muda mrefu. Sukari, pressure, ukimwi. Wagonjwa kama hao pia anaporudi mara ya pili tunakuwa kuna maswali tunamuuliza ili kujua ufuasi wake wa dawa, kwa sababu dawa yote pia usipoinywa kwa nidhamu ya kufuatilia muda sahihi, dozi sahihi, obviously kuna matokeo hatutayapata. Kwa hiyo kuna umuhimu, tunataka kujua kwamba huyu mtu anakunywa kiasi sahihi. Kuna maswali tunamuuliza kupima uelewa wake na unywaji wake wa dawa katika kipindi kilichopita. Wakati mwingine hizi dawa zimefanywa tafiti. Kwa mfano kuna dawa ambazo zinataka dozi ili umalize, zinataka umalize ndani ya siku 5. Sasa hawa wadudu vimelea vya magonjwa vinatabia wakati unapambana uviue, na vyenyewe vinatafuta namna gani ya kuishi. Kwa hiyo wanajua kabisa hii dawa inatafuta namna gani ya kutuondoa ndani ya mwili. Sasa tunafanyaje? Kwa hiyo ndani ya siku 5 zile na wenyewe wanatafuta namna, wanajifunika kama wanatengeneza kama koti. Kwa hiyo wakati mwingine mgonjwa anakunywa dawa siku ya kwanza, siku ya pili anajisikia afadhali, anaona mbona kama nimepona, kwa hiyo anaacha dozi. Kumbe wale wadudu wamejifunika tu koti, wanasubiria wewe uache. Kwa hiyo ukiacha unakuta sasa ndo wanajifunguka na wakirudi kwa mara ya pili wanajizalisha kwa wingi zaidi. Kwa hiyo ndo maana tunaendelea kusisitiza kwamba mgonjwa anatakiwa amalize dozi. Kama daktari ameandika au tumetoa maelekezo kwamba amalize dozi ndani ya siku 5, maana yake ni kwamba anatakiwa amalize ndani ya siku 5. Tafiti imefanyika kwamba ndani ya siku 5 wale wadudu wanakuwa tayari wameshaondoka. Ni makosa gani hasa huwa wananchi wanayafanya pale ambapo mmewaelekeza kuhusiana na matumizi ya sahihi ya dawa? Kutwa tunachukulia sisi siku yetu ni masaa ambayo tuko macho. Kwa mtu anaamua anatumia dawa yake saa 1 asubuhi, anatumia dawa yake labda saa 11 jioni. Umwambia ni 1 mara 3, anatumia asubuhi, mchana na jioni. Hiyo ni mara 3 kwa siku. Lakini siku haijaigawanya vizuri kwenda kwenye masaa 24. Kwa hiyo changamoto kubwa tunayoipata ni 1 mara 3 ni mtu anatumia asubuhi, mchana na jioni. Au dawa unamwambia mtu hii ni ya kutumia asubuhi tu, anakuambia mimi nimezoea kuitumia usiku. Sasa kwenye matumizi sahihi ya dawa inahusisha pia muda sahihi. Amesema hapa dada kwamba mgonjwa sahihi, dozi sahihi, wakati sahihi. Ili uitumie dawa sahihi inabidi uitumie kwa wakati sahihi. Mfano dawa inatakiwa kuzuia kitu ambacho hicho kitu kinazalishwa usiku. Muda mzuri wa kukitumia hiyo dawa itakuwa ni ule muda ambao hicho kitu kinaenda kuzalishwa. Kwa hiyo mfamasia atakapokuambia dawa hii meza usiku, anamaanisha usiku kwa sababu kuna kitu hiyo dawa inafanya tofauti tu na kuleta usingizi. Kuna dawa zinazoleta usingizi. Kuna dawa zinazozuia vitu ambavyo vinazalishwa kibiolojia, miili yetu inavizalisha usiku. Na maanisha utamwambia tumia usiku. Kuna dawa inatakiwa kutumika asubuhi. Sasa kuna watu wanakuambia asubuhi mimi nakuwa kazini, siwezi kukumbuka. Sasa haya yote ni baadhi ya changamoto ambazo tunakutana nazo. Ila pia kuna matumizi ya dawa kulingana na matakwa ya mtu. Leo natumia dawa kwa sababu najisikia vibaya, kesho nikijisikia sawa naacha. Sasa mtu mwingine anatumia dawa isiende na vyakula fulani, ila ndio vyakula vyake anavyotumia. Hii dawa itumike baada ya kula. Labda mara 3 kwa siku, ile itumike baada ya kula. Mimi nakula mara 1 tu kwa siku. Ni baadhi ya changamoto ndogo ndogo tunazozipata, lakini zinatatulika. Lakini kwa ufupi tu tugusie kuhusiana na usugu wa dawa, alafu tuangazie wiki yetu hii. Sawa. Baada ya kimelea kutengeneza usugu dhidi ya dawa. Kwa hiyo dawa sio sugu, yani dawa haiwi sugu, ila vimelea ndio vinakuwa sugu dhidi ya dawa fulani. Kwa hiyo mwisho wa siku kupelekea ile dawa kushindwa kufanya ile kazi ambayo tumeitegemea. Kwa hiyo tunasema huyu mtu amepata usugu, lakini ni usugu dhidi ya dawa fulani, dhidi ya dawa fulani, na sisi wenyewe ni mashahidi. Kuna dawa ambazo zinafika, kuna kipindi serikali kuna dawa fulani zinaondolewa.
Kwa nini? Kwamba hazileti tena yale matokeo ambayo tumeyatarajia, na hii inatokea baada ya yule kimelea kujibadilisha. Kujibadilisha kunakuja kwamba umekunywa labda dozi ambayo sio sahihi. Wiki ya famasia inaadhimishwa kwa lengo gani hasa? Kazi nzima au shughuli nzima au majukumu mazima ya mfamasia ni yapi? Kama tulivyozungumza awali kwamba matumizi sahihi ya dawa, kwamba ni lazima ufike hospitali ili tuweze tukuhudumie ipasavyo kama inavyotakiwa. Tuna kauli mbiu ambayo tunaitumia, ili wiki limeanza tarehe 10 mwezi huu na tutalihitimisha katika ile tarehe 16, na kauli mbiu yetu inasema pharmacy, ufunguo wa maono ya 2050 katika sekta ya afya. Ukishakuwa na ufahamu sahihi juu ya dawa, mshirikishe na mtu mwingine. Mwingine anamwambia una paracetamol hapo, mpe elimu, mwambie nikwambie kitu, hebu nenda hospitali kaangalie shida ni nini. Kwa hiyo sisi kwa sisi tuwe walinzi juu yetu si wenyewe, kwa sababu leo ikitokea usugu ya umwathiri mtu mmoja tu, unatuathiri sisi wote, hivyo kupelekea gharama za matibabu kuwa kubwa sana. Na nyinyi ni mashahidi kwamba unaenda kununua dawa unajisikia mpaka kichwa kinauma, yani hiyo dawa ilivyo bei ghali. Kwa hiyo tulindane sisi kwa sisi, jamii itusaidie kupeana elimu kwa sisi kwa sisi, na sisi tutaendelea kutoa hiyo elimu.